Leo nataka tuzungumze kuhusu jambo ambalo limekuwa likijadiliwa sana nchini Tanzania sasa hivi, hasa mitandaoni, yaani maandamano yaliyopangwa kufanyika tarehe 7 Julai mwaka huu. Lakini kabla hatujazungumzia maandamano yenyewe, nataka tuanze na swali ambalo wengi tumelisikia. Katika hotuba yake kwa wazee wa Dar es Salaam miezi kadhaa iliyopita, Rais Samia Suluhu Hassan aliuliza kwa msisitizo, nyie ni akina nani kutuambia cha kufanya? Yaani kwa Kiingereza aliuliza, who are you? Kwa kweli hilo ni swali zuri sana, na nadhani ni swali ambalo kila Mtanzania anapaswa kulitafakari. Na ningependa kulijibu si kama mwanasiasa, si kama mwanaharakati, bali kama mwanafunzi wa sayansi ya siasa na sheria za kimataifa. Jibu ni rahisi. Hakuna nchi nyingine yenye haki ya kuitawala Tanzania. Hakuna nchi nyingine yenye haki ya kutuandikia katiba yetu na sheria zetu. Hakuna nchi nyingine yenye haki ya kutuchagulia viongozi wetu. Huo ndio msingi wa uhuru wa nchi kujitawala, au kwa Kiingereza sovereignty. Lakini mjadala hauishii hapo, kwa sababu uhuru wa nchi si haki peke yake. Uhuru wa nchi pia ni wajibu. Hebu nitoe mfano rahisi. Ukimiliki nyumba, una haki ya kuamua nani aingie, nani asitoke, na jinsi utakavyoisimamia. Hakuna jirani anayepaswa kuja kukuamulia namna ya kuishi ndani ya nyumba yako. Lakini umiliki wa nyumba una mipaka. Huwezi kusema kwa sababu hii ni nyumba yangu, ninaweza kufanya chochote ninachotaka bila kuwajibika. Hapana. Umiliki unaambatana na wajibu. Ndivyo ilivyo kwa nchi pia. Serikali ina haki ya kuiongoza nchi yake bila kuingiliwa isivyo halali na mataifa mengine. Lakini wakati huo huo ina wajibu mkubwa zaidi, yaani kulinda maisha ya wananchi wake, kulinda usalama wao na kuheshimu haki zao. Baada ya vita vya pili vya dunia, mataifa mengi duniani yalikubaliana kwamba haki za binadamu si suala la ndani tu katika nchi. Dunia ilikubaliana kwamba serikali haiwezi kujificha nyuma ya maneno uhuru wa nchi ili kuhalalisha ukiukwaji mkubwa wa haki za watu wake. Na yoyote anayejaribu kusema basi ni kibaraka. Kwa hiyo pale jumuiya ya kimataifa inapouliza maswali kuhusu haki za binadamu, kuhusu matumizi ya nguvu dhidi ya raia, au kuhusu ulinzi wa maisha ya wananchi, haimaanishi kwamba inataka kuiondolea Tanzania uhuru wake. Mara nyingi kinachoulizwa kinakusudia kudodosa ikiwa serikali inatimiza wajibu wake kwa wananchi wake. Sasa turudi kwenye hali ya Tanzania ya leo. Tanzania ya sasa. Kwa upande mmoja kuna maandamano yaliyopangwa kufanyika tarehe 7 Julai. Upande mwingine serikali inasema maandamano hayo hayaruhusiwi na imeonya kwamba hatua kali zitachukuliwa dhidi ya watakaoshiriki. Kwa upande mwingine kuna Watanzania wengi wanaoamini kuwa wana haki ya kuonesha maoni yao kupitia maandamano ya amani. Hapo ndipo tunapaswa kukumbuka jambo muhimu sana. Haki ya kuandamana kwa amani si ruhusa ya kufanya vurugu, na mamlaka ya serikali si ruhusa ya kutumia nguvu kupita kiasi katika maandamano hayo. Haki na wajibu vinaenda pamoja kwa pande zote mbili. Kwa waandamanaji, wajibu ni kuandamana kwa amani, na kwa bahati nzuri mpaka sasa sijasikia mtu anasema au kuchochea maandamano ya vurugu. Wajibu ni kuheshimu maisha ya wengine, kutoharibu mali za watu na kutowachochea wengine kufanya vurugu. Kwa serikali na vyombo vya usalama, wajibu ni kulinda wananchi wote, hata wale wanaoikosoa serikali. Matumizi ya nguvu yanapaswa kuwa ya mwisho kabisa, yawe ya lazima, yawe ya kiwango kinachohitajika, na yawe ndani ya mipaka ya sheria za kitaifa na za kimataifa. Kuhusu yaliyotokea wakati wa uchaguzi wa Oktoba 2025, bado kuna simulizi tofauti kuhusu idadi ya watu waliopoteza maisha na mazingira yaliyopelekea vifo hivyo. Hata hivyo, ukweli kamili unaweza kubainishwa na uchunguzi huru wa kitaalamu na unaoaminika ambao utawapa Watanzania majibu kuhusu kile kilichotokea siku hiyo.
bila kujali hitimisho la uchunguzi huo litakuwa lipi. Jambo moja haliwezi kubadilika. Tukio lile limeacha majonzi kwa familia nyingi na limeibua maswali ambayo yanaendelea kujadiliwa ndani na nje ya Tanzania. Tunapaswa kutafuta ukweli, si kwa ajili ya kulipiza kisasi, bali kwa ajili ya haki, maridhiano na kuhakikisha kwamba yale yaliyojitokeza hayajirudii tena na wale waliosababisha wanawajibika. Wakati tukiendelea kutarajia ukweli huo kujulikana, kuna jambo moja ambalo naamini Watanzania wengi tunaweza kukubaliana nalo. Tusiruhusu maisha ya Watanzania yapotee tena. Hakuna tofauti ya kisiasa inayostahili maisha ya mwanadamu. Mtu anayekiunga mkono chama tawala ana thamani. Mtu anayeunga mkono vyama vya upinzani ana thamani. Askari ana thamani. Muandamanaji ana thamani. Kila Mtanzania ana thamani. Tanzania tunayojivunia si Tanzania ambayo wananchi wanaishi kwa hofu. Ni Tanzania ambayo wananchi na serikali wanaaminiana. Ni Tanzania ambayo sheria zinamhusu kila mtu. Ni Tanzania ambayo maisha ya kila Mtanzania yanalindwa. Ndio maana ninatoa wito kwa pande zote. Kwa wananchi wenzangu, iwapo tutaamua kutekeleza haki yetu ya kuandamana ifikapo Julai 7, tufanye hivyo kwa amani, kwa nidhamu na kwa kuheshimu sheria. Tuoneshe kwamba tunaweza kudai katiba mpya, kudai chaguzi huru na za haki, kudai kuishi bila hofu ya kutekwa na kupotezwa, kwa amani kabisa na utulivu. Kwa vyombo vya usalama, walindeni wananchi wote bila ubaguzi. Kazi yenu ni kulinda uhai na usalama wa Tanzania wote. Na kwa serikali, onyesheni nguvu ya dola, si kwa kuwaumiza wananchi, bali kuwalinda. Kwa sababu serikali yenye nguvu si ile inayoogopesha wananchi wake. Serikali yenye nguvu ni ile inayoamini kiasi cha kulinda hata haki za wale wasiokubaliana nayo. Mwisho kabisa, ningependa tuondoke na sentensi moja rahisi. Uhuru wa nchi ni haki, lakini pia ni wajibu. Ni haki ya Tanzania kujitawala bila kuingiliwa isivyo halali. Lakini pia ni wajibu wa serikali kuhakikisha kwamba kila Mtanzania, bila kujali chama chake, dini yake, kabila lake au maoni yake ya kisiasa, anaishi kwa usalama na kwa amani. Tanzania ni yetu sote. Kila siku watu wanasema hivyo. Na tunaposema hivyo basi tumaanishe kweli. Unaposema Tanzania ni yetu sote, na maana ukumbuke kwamba wakati mwingine unaweka maslahi. Inapaswa uweke maslahi katika hali ya kawaida mbele zaidi ya nchi kuliko maslahi yako binafsi au ya kikundi chako. Unapoweka maslahi yako au ya kikundi chako mbele, ndio tunaendelea kuwa na hizi shida ambazo zinaendelea kujitokeza kila siku. Sasa tumaanishe, tunaposema Tanzania ni yetu sote, ina maana wakati mwingine kuna mambo inabidi yabadilike kwa ajili ya manufaa ya nchi na watu wake. Na pengine hata ukaona kikundi changu hakinufaiki sana au mimi binafsi sipati, lakini unakubali kwa sababu unaona ni manufaa mapana zaidi kwa Tanzania kama nchi na watu wake. Nilikuwa namsikiliza hivi karibuni, nimemsikiliza kwa mfano Gachagua alikuwa anamwambia Ruto. Anaambia Ruto, inabidi uangalie tatizo, mzizi wa tatizo. Sio, akatolea mfano ambao kidogo sio mwepesi. Sio mwepesi yani alizungumza maneno makavu sana, lakini mimi nitajaribu kidogo kuyachakachua ili kuyapunguza makali. Alisema Ruto, tumbo la kuhara uwezi ukalizuia kwa kuziba njia ya haja kubwa. Na hichi ndio kinachofanyika sasa. Kilifanyika tarehe 29 Oktoba mwaka jana, tukapata taharuki kubwa, nchi ikasimama siku 2-3 na majanga makubwa yakatokea. Sasa tusiruhusu tena itokee, kwa sababu watu walikuwa wanajaribu kutibu tumbo la kuhara kwa kuziba njia ya haja kubwa. Sasa watu wanakaaga kimya kipindi fulani, wanaibu. Lazima tujiulize tatizo ni nini? Kwa nini watu wanataka kila saa waandamane? Sababu wanataka kufikisha ujumbe wao. Wanataka wasikilizwe.
Watu bado, kiini cha tatizo ni nini? Ili tumbo la kuhara hatuwezi tukalimaliza kwa kuziba njia ya haja kubwa. Watu bado wanataka katiba mpya. Katiba ya mwaka 1977 ambayo tunao mpaka leo haikidhi tena mahitaji ya nchi yetu kama nchi inayopaswa kuendeshwa katika mfumo wa vyama vingi. Hilo ni tatizo la msingi. Watu wataendelea kudai, kwa hiyo maandamano yatakuwa yanaitishwa mara kwa mara. Na njia mbalimbali zitajaribu, watu watajaribu kupiga kelele. Watu wanataka chaguzi huru na za haki. Watu wanataka viongozi wa kisiasa na haki ya kufanya siasa wafanye bila kubugudhiwa. Kwa hiyo ina maana watu wanataka Lissu aachiwe, aje mtaani, siasa ziendelee kufanyika. Watu wanaokosolewa wakosolewe na wakubali kukosolewa. Serikali ikubali kukosolewa. Midhali mtu anatumia lugha safi bila matusi, bila kukejeliana, sioni kama kuna tatizo. Na kama kuna tatizo, sheria sizipo, zifanye kazi yake. Watu wanataka haki ya kutoa maoni bila kubugudhiwa, bila kuwa na hofu kwamba kesho nitapotezwa kwa sababu nimetoa maoni tofauti. Hilo ni tumbo la kuhara. Hatuwezi tukalimaliza kwa kuziba njia ya haja kubwa. Kwa hiyo tafadhali, chonde chonde, ndio maana nimesema pande zote serikali ina wajibu kutumia busara na kutoa ulinzi katika maandamano haya yanayopangwa tarehe 7 ndani ya siku 2 tu hapo Julai, yani mwezi huu. Tanzania ni yetu sote. Mimi siwachoshe sana, penda tu niishie hapo kwa haya machache, na tutaendelea kuzungumza kadri siku zinavyokwenda, tutaendelea kuhabarishana. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Tanganyika, Mungu ibariki Zanzibar. Asanteni sana kwa kunisikiliza.